Mtazamaji, hao ni maafisa tabibu hata wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha KUSO, katibu mkuu wa chama cha KUSO Peterson Wachira, ambapo kwa hivi sasa wako nje ya majengo nje ya jengo la afya, na kuna masuala kadhaa ambao wanapigania. Ni orodha ya masuala manne, ikiwa ni kutiwa sahihi kwa mkataba wa maelewano, kutekelezwa kwa mkataba wa kurejea kazini, kuajiriwa kwa maafisa ama kwa wahudumu wa afya walio chini ya mkataba ama mpango wa afya kwa wote UHC kwa kandarasi ya kudumu, pamoja na kulipwa na kuajiriwa kwa wafanyikazi walio chini ya Global Fund. Mwanahabari mwenzangu Marion Baraza anafuatilia maandamano hayo ya maafisa tabibu, na mtazamaji atakuwa anatueleza mengi kwenye taarifa zetu zijazo. Na kwingineko, mtazamaji, kwa hivi sasa ninaelezwa kwamba mwenzangu Catherine Imuraget anazungumza na gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ni kufuatia ubomozi wa eneo lake la kibiashara hapa jijini. Tusikilize. Imewekwa chini, mambo ambayo ni aibu kabisa. We know that the government is supposed to protect lives and properties of people. Kuona kwamba here this at night there were more than 2,000 police officers. Tunataka an answer from the same government. Na jambo ambalo tunahuzunika zaidi, and this one I will say bila uoga, kwa sababu we have photos ya kwamba no other man other than the Minister for Interior, he was the one who was supervising this thing. Tuko na picha, hata ukiweza kuambia your officers that they can go ahead and even shoot these people. Tumeokota live bullets hapa ambazo zimetumika usiku wa leo. This one is unexpected. I mean, it cannot be. It is even beyond. It is unacceptable. Na hii hatutakubali kwamba kwa sababu kuna tofauti ya siasa baadhi ya mtu na wale wengine, kwamba hata mali zake zinakuja kuharibiwa. Walianza wakati wa kwanza wakakuja kumeka na attempt hapa, tukawaachilia, wakakuja nyumbani wakaharas governor kwake nyumbani juzi. And this one sasa tutauliza Waziri Murkomen, vile tuliona pale nyumbani kuna bullet ambayo tuliona ikizunguka imerushwa huko, tunataka kujua kama it is you bado ulikuwa umeona that to happen, kwa sababu it cannot be a coincidence ya kwamba we mwenyewe ndio umekuja supervision hapa na bado kulikuwa na risasi tulipata nyumbani na hatukuwahi pata an answer up today. Tunasema governor wetu aachwe afanye kazi yake. Governor Wamatangi must be respected. He has the will of the people that prevailed in 2022 shall again prevail in 2027. And we shall give him another term. Wapende wasipende. Governor, sasa pahali tumefika, tunakuambia 2027 hata usiweke posta. Tayari kiti ya governor uko nayo. Just concentrate kwa kufanyia wana Kiambu kazi. Zile hospitali umejenga, zile mashule umejenga, na zile barabara na mataa unaendelea kuwekea watu wa Kiambu. They are enough. Hata usiweke hata posta. Tumekubaliana hivyo watu wa Kiambu. Lakini tuseme hivi, we demand answers. We demand answers from none other than Murkomen himself. And we are not mincing words. Today while we are here, we are calling upon the president to sack this man, or he is supposed to resign. Hakuna vile waziri mwenye amepewa jukumu ya kuchunga mali ya umma, yeye ndiye anakuja kuharibu hiyo mali. We are calling upon him to resign. Na kama hata resign, afutwe kazi hiyo. Ama namna gani? Yes. Kwa hivyo tusikizane. Hii wamefanya. And it is said, unajua ile kitu ambayo hatuwezi jificha chini yake, hatuwezi jificha kwa mchanga, ni kwamba tunajua hii imeletwa kwa mambo ya siasa
ya Kiambu, kwa sababu nasikia pia Kimani Ichung'wah alikuwa kwa hiyo gari ya Murkomen. Lakini yule Mungu ambaye anaishi mbinguni atalipishia. And let me tell them that power is waziri. Ni baadhi ya wafanyi biashara ambao wameathirika baada ya maeneo yao ya biashara ama baada ya biashara zao kubomolewa katika eneo hilo la kibiashara ambalo linaaminika kuwa la gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Wanaelezea masikitiko yao kutokana na tukio hilo ambalo lilitekelezwa usiku wa kuamkia leo, na wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa. Gavana Kimani Wamatangi pia amefika katika eneo hilo la tukio, na kwa hivi sasa wakati wowote atakuwa anazungumza na mwenzangu Catherine Imuraget. Anafuatilia taarifa hiyo kwa kina, ikiwa bado tunafuatilia ile taarifa kuhusu mgomo wa maafisa tabibu, ambapo mwenzangu Marion Barasa bado anafuatilia. Na kwa hivi sasa maafisa tabibu wako katika jengo ama jumba la afya wakitoa kauli zao kulingana na kile ambacho wanataka Wizara ya Afya itekeleze, ikiwa ni pamoja na kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano, kutekelezwa kwa mkataba wa kurejea kazini, kuajiriwa kwa kandarasi ya kudumu kwa maafisa wa UHC, pamoja na kulipwa na kuajiriwa kwa wafanyikazi waliokuwa na hudumu chini ya shirika la Global Fund. Ni taarifa ambazo tunafuatilia kwa karibu na tutakuwa tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kufikia hapa mtazamaji, nachukua pumziko lingine fupi mno. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitakuwa narejea na taarifa zaidi. $5 bob these days, it doesn't